Nataka sasa tuangalie maana ya neno kutubu. Andiko jingine litakalo kusaidia ni Luka 15 mstari wa 11 hadi wa 32. Niruhusu tu niongee hivi maandiko hivi. Amina. Ambalo limepewa kichwa cha mwana mpotevu, the prodigal son. Kuna maneno mawili lazima uyajue tofauti yake. La kwanza toba, la pili kuungama. Yamechanganya watu. Kutubu na kuungama, tofauti yake nini? Repentance and remorse, or repentance and confession. Zuri zaidi remorse, ambayo wanafanya watu makanisani. Kwenda kwa kiongozi wa dini, anaungama, anasema dhambi zake. Zamani miaka ya 60 alikuwa anapewa na malipizi. Baada ya kuungama anapewa kipande kapalilia na maua. Zamani kabisa mwanzoni mwa 60 kurudi nyuma walikuwa wanazabwa na vibao. Kwani wazee hampo hapa? Wazee wa siku nyingi 70 kurudi nyuma miaka 70 kwenda juu, 70 na kitu. Wazee wenzangu, haya nyosheni mikono. Hayo mliwahi kuyaona hamjayaona? Ya kupewa kwanza fanya na kazi, si ndio Baada ya kwenda kuungama unapewa na shughuli ya kufanya wiki nzima, ili akili yako ikae sawa sawa, maana huna adabu. Sasa hiyo kuungama maana yake nini? Andika. Kuungama ni kukiri kosa, kukubali kosa. Sio lazima uliache, unakubali. Hata polisi wakikubana unasema bwana polisi tuelewane, kweli bwana mimi niliona mstari hapa lakini nimeovertake tu makusudi. Hebu bwana tumalizane hapa. Mnamalizana. Sijui mnamalizanaje, unajua wewe. Hata mahakamani mtu akibanwa anaambia bwana ili yaishe hapa, kubali kosa, adhabu yake ni 60,000. Ukiendelea kuvutavuta hapa bwana utaikosea mahakama, baadaye miaka 3 utafungwa. Bwana hakimu nakubali kosa, naomba nipunguziwe adhabu. Basi kwa sheria namba fulani unahukumiwa 70,000. Au kifungo miezi 3 na alipa adhabu. Amefanya nini hapo? Kaungama. Hajatubu bado. Dhambi yake ipo. Na hata hakimu anapotangaza pale huwa anatangaza kwamba umesamehewa dhambi zako. Tumemaliza shauri hili kwa mshtakiwa kulipa faini. Basi hakutangazi kusamehewa dhambi. Maana yake umeungama lakini dhambi yako unaenda nayo. Kwa hiyo kuungama hakuondoi kosa, hakuondoi dhambi. Na ndio maana wale wenye dini ya kuungama kila wiki lazima wakafanye nini? Wakaungame. Kila wiki lazima wakaungame. Sasa na wengine hawa ambao wanasema tuombe rehema kwa Mungu, hebu tuombe utakaso. Kimsingi hawaombi utakaso, hawa wanafanya nini? Wanaungama. Maana ndio maana asubuhi walipoanza kuomba walifanya nini? Waliomba utakaso. Mchana tena wataomba utakaso. Jioni tena wataomba utakaso. Sasa asubuhi mliomba utakaso, masaa 6 tu mmeshachafuka tena utakaso. Sawa na wanaomfunga shetani. Wanamfunga leo pale nyumbani, na wachawi wasiingie tunawafunga. Kesho tena tunawafunga wachawi. Mliwafunga mwaka jana tu, ni jana mliwafunga. Wamefunguliwa lini? Umasikini wa theology. That's the theological poverty. Sasa toba ni nini? Repentance Kiingereza. Tuna definition mbili, tafsiri mbili. Tafsiri ya kwanza ya mtoto mdogo inaitwa literal child definition, na tafsiri nyingine ya wanatheolojia wazee wenyewe. Wanatheolojia wanasema wakati walipokuwa wanajadiliana
Katoto kakapita, kakawasikia wanajadiliana, kakatoa sentensi, wakainakili. Na imeandikwa literal child definition, tafsiri ya mtoto mdogo. Ile ya mtoto inasema hivi, maana walikuwa na discuss, halafu kakatokea kakapita, kakasikia repentance, halafu kakaropoka. Repentance is being sorry enough to quit sinning. Kakaondoka. Umeelewa eh? Being sorry enough to quit sinning. Kakaondoka. Wakainakili ile. Being sorry enough to quit sinning. Maana yake kusikitika kiasi cha kuiacha dhambi moja kwa moja. Ndio katoto kadogo kakasema hivyo. Kako sawa hakako sawa? Kako sawa. A little child, katoto kadogo, yaani ni kusikitika kiasi cha kutosha kuiacha dhambi usitende tena. Being sorry enough to quit sinning. Katoto kakaondoka zake, wakanukua na theolojia. Ndio ikaja yenyewe. Hiyo sasa iandike tafsiri ya mtoto mdogo. Toba ni kusikitika kiasi cha kuacha kutenda dhambi tena. Hiyo ndio tafsiri ya mtoto mdogo. Twende tafsiri ya mtu mzima. Hapa ni shule. Amen. Amen. Watu wazima sasa wakasema hivi, repentance is true sorrow for sin with a sincere effort to forsake it. Andika Kiswahili. Toba ni huzuni ya kweli juu ya dhambi. Huzuni ya kweli juu ya dhambi. Yani lazima ikuhuzunishe, ikutabishe. Unanisikiliza sasa, maana una dhambi zingine unazibeba tu, halafu unasema unajua mimi kwa kweli sijui, najikuta tu nimesema uongo. Muongo mkubwa wewe. Yaani ndio liongo likubwa linalosema najikuta tu nimesema uongo, ni liongo. Maana hiyo sentensi ni ya muongo. Wewe ulikuwa umefumba mdomo tu hivi, halafu kajikuta mdomo limefunguka lenyewe. Hamna kitu kama hicho. Umeandika hiyo, inasemaje? Huzuni ya kweli juu ya, ongeza be, na juhudi madhubuti za kuiacha usitende tena. Juhudi madhubuti, yani juhudi madhubuti. Unaelewa madhubuti imara, strong. Na juhudi madhubuti za kuiacha usitende tena. Andika basi, tuko shule hapa. Na juhudi madhubuti za kuiacha usitende tena. Juhudi madhubuti. Dhambi ni ngumu sana. Kaini anapambana nayo mpaka Bwana anamwambia dhambi inakuotea, lakini inapasa uishinde. Kuna watu wanagaragazwa na dhambi, wengine uongo tu, kila akifanya hivi uongo, mwingine tamaa, kila akifanya, mwingine pesa, akipewa hela lazima ibe, akipewa hela lazima haribu. Kuna watu anaibia mpaka mume wake, anienda bafuni anaanza kukagua mifukoni. Kama upo hapo unamwibiaga mume wako, uache kabisa, shetani mkubwa wewe. Wezi wa waume zao mupo. Sasa baba mchungaji, mtu mwenyewe mgumu, akiwa mgumu na wewe uwe mgumu, unakuwa wagumu kwa wagumu. Wewe unakuwa mgumu magotini kumuombea, sio kuiba. Koko utafariki kwa kuiba hela ya kwako, maana ya mmeo ni ya kwako. Sasa baba, kama ni ya kwangu naibaje? Maana ni lazima mkubaliane. Unapofanya bila kubaliana umevuruga familia. Wanaume hapo wanashangilia. Amen. Na wanaume msiwasababisha wake zenu kuwa wezi, maana ni bahiri. Nani akiomba hela uko kwenye koti unageuka upande ili asione ngapi, halafu unamhesabia umeangalia kwingine,
Nakwambia we mama una akili, anageukia huko na wewe geukia huko huko. Yaani anageuka hivi kwa hesabu na wewe kimbia kabisa. Mbona unafuata? Naziangalia hela zetu ziko ngapi? Amina. Wanawake amina. Sawa sawa na mwanamume ambaye yeye yani ameshindwa kabisa, simu yake chafu. Kuna watu simu zao chafu. Mawasiliano yake na wanawake ya ovyo. Hata kama si mzinzi, lakini maneno ya mapenzi penzi, paka wengine wanamuita dade, paka nani. Huna akili kabisa, wewe umeokoka unaitwa dade na mwanamke tu ni pagani. Mbona mmenyamaza kimya? Sindano ya kwinini? Toba. Mmesikia wanawake? Wanawake mupo? Unamkuta mwanaume anasikiliza seminari ande, halafu anaangalia hivi mlikuwa wote, halafu anatoka nje anakwenda kufanya nini? Kusikiliza. Usiwe mjinga mwanamke, na wewe nyanyuka mfate nyuma. Oyo. Umenisikia? Fata nini? Nyuma hivi. Usimpe mbwa kulindia mshikaki. Fata. Unaenda wapi? Wewe unaenda wapi? Nasikiliza simu. Hiyo ni ya kwetu wote. Wanaume mupo? Simu ya wanandoa haina password ambayo mwenzako haijui. Ni lazima password naye haijue. Wewe kwa wiki unabadilisha password mara 20. Una akili timamu wewe mwanaume? Mzinzi mkubwa wewe. Kama ni za kikazi hakuna shida, unabadilisha basi unamwambia na mkeo. Sema amina. Sema amina. Na ninyi wanawake, mbona mnajihami haraka? Kuna wanawake yani sijui ni pepo gani, yani hamwamini mume wake chake. Yani akisikia tu sauti ya mwanamke, huyo lazima nimjue, lazima nimfahamu anatoka wapi. Sasa wewe mwanamke wewe utaugua pressure. Sasa kama anafanya biashara anaongea na wengi. Sasa si ndio huyu anayenifuatilia, huyu ananifanyia. Kwa hiyo huyu baba anakaa yani kwamba yani nyumbani mimi gerezani. Anajitahidi kusema mke wangu, angalia hiyo simu. Lakini huyu niliona sauti nyembamba. Sasa wewe unataka nene tu. Weka speaker basi ya kukoroma. Na kwambia waliokoka wanaaminiana. Na kwa kawaida ni ngumu sana kumchunga binadamu. Akiamua kufanya vituko atafanya tu. Kuna baba mmoja alijidai anamchunga. Ni mfano jamani, ni mfano. Ni mfano niwape. Niwape mfano. Niwape mfano. Baba mmoja alikuwa mkorofi, anafanya vitu vibaya na mama naye akaamua kulipiza kisasi. Sasa tuliokoka hatuna ujinga huo. Kwamba huyu kazini na wewe ukazini, sasa muonyeshane, si ndio? Watu wanafanya hivyo leo. Upumbavu mkubwa. Huo ni upumbavu, wala siogopi kusema upumbavu. That's foolishness.
huwezi kutatua tatizo la dhambi kwa kutenda dhambi.